Wa football yani kile kitu sio kizuri. Yani sio kitu kizuri kabisa kama vile kiongozi wa timu na pale kuna wageni wengi kumfanyia mambo kama lakini viko vitu ambavyo vinapelekea unajua watu wanaumia. Yani umeona mpira unaumiza. Yani watu wanaumia. Hebu fikiria mtu anatoka mtu mzima anaenda kumpiga mtu ngumi, anapiga mtu konzi kwa sababu gani? Maumivu, watu wanaumia. Na watu wakiangalia yani lawama zote watu wanamungisha yeye mwenyekiti kwa sababu yeye ndio kwa upande wa wanachama huku. Umeelewa? Yaani watu wanaamini wao yeye ndio msemaji wao. Kama kuna shida kwa nini usemi? Kwani timu inakwenda hivi? Kwa nini nafikia hatua hii timu? Na wewe ndio leader wetu sisi huku. Unakaa kimya tu, usemi chochote. Kama kuna shida kati yenu nyinyi na watu wengine basi tuambieni. Iteni watu tukae chini jamani huku msione hivi. Watu tunapambana lakini hali huku ni mbaya. Umeelewa? Labda kama watu wanavyosema Moka kaa pembeni hata kutoa hela. Yeye anakaa kimya maana yake ni sasa. Kama ndio kweli hivyo. Kama Moa atoi pesa, akaa pembeni. Yeye anakaa kimya na mkalia nani kimya. Au na yeye anakula. Mwenyekiti anateleza wapi? Hapo ninaposemea hapo. Azungumzi. Tuwaambie watu wako kwa sababu wao ndio wamekuchagua. Wewe unakaa kimya tu na timu inavurunda na unafungwa mara 6 na Yanga. Inakuja hii mara 7 au mwenyekiti upo tu. Hujui shida nini? Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, 6, 7. Hujakaa chini na kujiuliza tu watu wako kwamba shida iko wapi? Kuna matatizo sawa, matatizo sisi tunayasikia nje. Wewe kama kiongozi wetu utuambii watu wanajuaje? Kama kuna shida. Watu wataacha kupiga makonzi, na mwisho wake watakuja kumpiga. Na washasema wanapajua nyumbani kwake, wanataka kwenda nyumbani kwake. Sasa unafikiri kitu kizuri hicho? Sio kitu kizuri. Kama watu washakwambia bwana mpaka kwako Mikoloshini unakaa tunakujua tutakuja. What are you thinking? Unafikiri hali ni mbaya. Yaani hali sio nzuri. Na wallahi watu wasiposimama uje Simba ndio inapotea. Maana kila mtu anasema lake. Kija upande wa wawekezaji huku wanasema ya kwao. Huku yani too much, yani vitu chungu mzima na kila mtu anakuwa anasema lake. Alibonge hivi sasa inaonekana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuna mgawanyiko kati ya mashabiki na mainfluencer wa Simba. Hamzungumzi lugha moja. Hatuzungumzi lugha moja kwa sababu hao ni wasema mainfluencer hao walio wengi hao washachukua mbumba. Si unanielewa? Watu washakatiwa wote hao. Ndio maana yani kila mtu anakuwa na lugha yake yani. Kila mtu anasema la kwake. Hatuwezi kwenda na lugha moja hata siku moja. Sio yani huku chini, juu huko kila mtu anazungumza la kwake usio anasema. Ndio maana nasemaje mwana hivi. Yani kama watu wasiposimama kidete wakazungumza wakakaa lugha ikawa moja. Yani wallahi Simba ndio inapotea. Yani inafutika kwenye ramani ya mpira. Nini kifanyike sasa? Maana yameshatokea na yanaendelea mpaka hivi sasa. Nini kifanyike ili mradi kuirejesha Simba katika mstari ulionyooka? Simba kwanza Mangungu aondoke. Yani kwa hali ilipofikia. Yani aitisha kwa sababu muda si ushafika. Uchaguzi utakao ufanyike. Yeye muda wake si ushakwisha. Aitishe kikao, uitishe uchaguzi, wachagulie watu wapya kabisa, watu wote waondoke. Yani tuongoze na watu wengine wapya. Lakini sio anatoka huyu anakuja. Yani kuna kwa nalote, unajua Simba ina hali fulani hivi ya watu kama kuzunguka hivi. Ukiangalia kina Traigeni, ndio Friends of Simba, kina Magoli, kina nani, wametolewa kule kwa wanachama wamekuja huku. Umeelewa? Wako huku kwenye uwekezaji. Walikuwa kule. Si umeelewa? Yaani kama kupeana kijiti watu wanazunguka Simba. Sasa mambo ya shabiki na wakati hayo. Haya mambo hayapo. Yaani kwa watu wote wapanguzi, watu waje wapya. Zije akili zingine mpya. Sio kila siku wao tu Friends of Simba, ukija huku Friends Simba, ukitoka huku Friends of Simba. Kila siku ndio wao kwa sababu gani? Simba na maana wao ndio wanajua sana Simba kuliko watu wengine. Kwa nini wasiache Simba ikaongozwa na watu wengine? Tukatafuta damu mchanga, zikaje zikaongeza klabu. Hapo walipofikia Mo basi watokea watu wengine waichukue, waisogeze mbele. Sasa kila siku Magoli, sijui Mkwabi, sijui watu wale tu. Mpaka lini? Hao ndo wanahela sana au ndo wanaipenda sana Simba hao? Mnataka sura mpya. Ili twende. Tupate watu. Wewe uone wenzetu wale. Ni kweli mafanikio ya Young Africans ndio yanaumiza kichwa. Sasa kama mpinzani wako apata mafanikio hapo utaachaje kuumia? Kwa nini usiumie? Mnateseka. Vibaya. Yaani inatuumiza.
Tunaumia, ndio ukweli. Kwani kuna siri? Tunaumizwa. Yaani inatuuma kweli kweli. Kwa sababu hebu nikwambia mimi hakuna sehemu, yani kama hakuna kitu kinaniuma kama kufungwa na Yanga mara 6. Na naona kila dalili ya kufungwa mara 7. Kwa nini? Mbona bado mapema? Yani nikwambia dada, tunafungwa mara 7 kwa mwendo huu. Wanatupiga tena kwa upe hadharani yani. Mara 7. Tuna make history yani, kwa mara ya kwanza tunafungwa non stop na Yanga. Fululizo. Kila ukiingia unapasuka, ukiingia unapasuka. Yaani tumekuwa kama yani pombe ya ngomani, kila mtu anakuja ajitekea na ondoka zake. Baadhi ya mashabiki wengine wa wekundu wa Msimbazi Simba, wadau wa mpira hapa nchini kwetu Tanzania na wachambuzi wanasema kwa upande wa mwenyekiti, kwa upande wake yeye kama kiongozi tayari ameshafanya yote ambayo yanastahili, lakini wachezaji ndio wanawaangusha. Wachezaji wanaangusha hivyo, wachezaji wanaangusha nyumba mbovu. Kweli ziko habari za kusema wanachezaji wanalewa, si wanafanyaje. Wewe kama uwasimamii wataachaje kwenda kunywa pombe? Kama wewe baba ndani ya nyumba yako watoto wanatoroka na kwenda kunywa pombe, wewe uko ndani, lawama anapewa nani? Ziko rumors watu wanasema wachezaji hawana nidhamu, wanatoka maklabu kwenda kulewa. Nani anawasimamia? Kama baba wewe usimami, watoto watatoka kwenda kunywa pombe na watarudi huko ndani umelala. Lakini kama baba uko imara, hamna mtu anaweza kutoka kwenda kunywa pombe. Ya zitaachaje kutokea lawama kama hizo? Unazikimbiaje hizo lawama za hivyo? Watoto wanatoka kwenda kunywa pombe, wewe baba umelala ndani. Kama kiongozi wewe umelala. Watu wataacha kulaumu. Young Africans wameondoka leo kuelekea kule FAR Rabat kwa ajili ya mchezo wao. Sawa, sisi tunatakia kila heri. Mpaka hivi sasa katika msimamo na alama 5. Nyingi hizo. Si mbona hatuna hata tuna moja. 5 ndogo. Nyingi. 5 nyingi hizo. Si mbona tuna moja. Unaona katika hatua ya robo finali na namna ambavyo kundi lao liliposimama. Yani sijui, yani mimi labda mpaka washinde mechi hii. Hii wakishinda nitawaweka kwenye hiyo lamani. Kwa jinsi ya kundi lao lilivyo. Kama watapata matokeo kwenye naona yani sijui mambo ya football, lakini kwa the way wamecheza mechi zao na mechi zao hizi 2 na hii ya 3 waliocheza hapa wale draw na Ahli. Naona kama wana nafasi ya kupata alama 3. Wakikosa alama 3 utapata pointi 1, lakini mimi yani ili niwape nafasi ya kusema wanaweza wakavuka hii hatua waliokuwa nayo, labda wapate alama 3 leo. Wapate alama 3 hizo kwa hii mechi inayokuja na FC Rabat. Wakipata hiyo unaweza nikawaweka kwenye lamani ya kusema sasa wenzetu unaweza kufanya hivi wakaenda. Yanga wanatamba hivi sasa, wanasema timu pekee ambayo inaenda kuitetea taifa. Ndio, na ndio ukweli. Yeye na Azam wakisema wanaenda kulitetea taifa, wana haki kwa sababu ndio ambao kidogo wanaonesha at least kuliko sisi. Sisi mechi 4 pointi 1. Haya, uhai umekata, hamna kitu, yani ulimi tai, hamna shughuli. Wallahi nakwambia, yani ulimi huu hatuna shughuli. Na mimi nikwambieni nyinyi, si mwaka huu hatuna shughuli sisi. Mwaka huu hatuna shughuli. Si mlikuwa mnatamba nyewe na sajili bora? Usajili wapi bana? Usajili bora wana wamesajiliwa dirisha dogo hivi sasa mnatamba nao. Golikipa yule wa wapi? Wa Algeria. Mnasema sajili bora. Lakini mimi sijasema maneno, hujawahi kunisikia mimi. Alibonge walikuwa wanatamba na Jonathan Soa. Nisikilize. Jonathan kipindi kile usajili ule ndio maana nilikuwa natamba, lakini juzi hapa mimi sijasema kitu. Sina nilichokisema kwa sababu kuna siku mliuza nikasema mimi siwezi kumzungumzia mtu sijamuona. Wewe ulisema Chama amerudi Simba robo finali, unaiona alibonge? Hapana, sijasema maneno. Usinitilie maneno mdomoni, sijazungumza hicho kitu. Wallahi sijazungumza, nakumbuka ulichoniuliza na nilichokujibu, nakikumbuka sijakwambia. Ulijibuje wewe? Wewe uliniuliza Chama anarudi. Nikakwambiaje? Yeye no, sijasema mwenye Simba yake. Nimekwambia karudi ataisaidia timu kwa pale. Nilikwambia hivi, the way timu inavyocheza, Simba inavyocheza, unaona kama bado inamhitaji yani bado kama anahitajika Chama kwenye timu jinsi inavyocheza. Ndio nilichokwambia, na nikamwambia yeye kwa sababu kaja, yeye atatusaidia kwenye nafasi yake. Lakini sio kwamba eti kwa sababu yeye karudi na unuliza nikamwambia sioni mimi nafasi. Yeye karudi atakuja kuisaidia pale anapohitaji, ataisaidia timu. Lakini sio kwamba eti kaja yeye ndo
ndio tupate matokeo ya thubutu. Si umeona hapo tumeshinda goli 2 watu wamechomoa na tukakosa goli la 3. Almanusla Taifa sijawahi kuona tangu nimezaliwa. Lakini Alassane Kante aliomba msamaha siku ya jana. Inasaidia nini za timu ishapoteza? Yeye ametimiza wajibu wake kama mchezaji, lakini bado haisaidii timu. Tayari sisi tushatoka, hatuna shughuli. Yaani sasa na mkia mbuzi. Hatuna kitu. Mwaka huu. Sisi mmekubali. Sasa utaachaje kukubali? Mazingira wewe utaacha, utakuwa mwandazimu. Kama ukisema timu bado na utakuwa chizi. Mechi 4. Pointi 1. Ukakae mbele za watu ujitokeze sema utafanya vizi. Utakuwa mgonjwa wake watu wakakupime. Wakupeleke Milembe wakakupime. Hesabu za calculator hazifanyi kazi. Inafanyaje kazi hapo calculator? Nyama mapema ameroa. Hiyo elimu ya darasani haitaki hata kwenda shule wala calculator hataki. Street tu hapo ukimuuliza mtu akwambia hapa shughuli hamna. Young Africans bwana siku ya jana wametangaza bwana wanaenda kutengeneza uwanja wao.